Mama, mnafanyaje vitu hivyo kama hamuelewi? Huyo mtoto bado ni mdogo. Mnawezaje kumpeleka kwa waganga saizi wakati anatakiwa ende hospitali? Sawa, jadi mimi pia naziheshimu sana kwa sababu nimetokea huko. Lakini angalia na huyo mtoto jinsi alivyo mama. Huyo bado mdogo sana na kule kuna mambo mengi. Kuna masuala ya chanjo, sijui makinga au mweke hivi madawa na nini. Hapana, mtanaribia mtoto mama yangu. Hapana, mimi sikubaliana na hicho kitu bwana, mnakosea. Mpelekeni hospitali. Kama itashindikana ndio angalau sasa mkiona kuna hiyo uwezekano wa kwenda kwenye masuala hayo mitishamba sijui ya tiba na waganga, mpelekeni huko. Lakini sasa anzie hospitali, hamwezi kujua kuna nini. Mama akifa tutaonana wabaya. Akifa mimi sielewi chochote hapo. Sweetheart, vipi? Wife, imagine. Katoto bado kadogo, hakana hata wiki moja. Wanasema kamekakamaa sijui kanatoa macho, kamekata kauli ya kali, kafanya chochote. Wamekapeleka kwa waganga wa kienyeji. Sio nataka wanulie mtoto hawa tugombane saizi. Mke wangu wana shida gani hawa? Wife ni kadogo mno. Kwa hali yake anatakiwa ende hospitali by the way, kwa sababu watoto wana maradhi mengi ya utotoni. Sasa hao wanampeleka kwa waganga wakapewa machanjo huko mamira na majadi. Unataka nini mke wangu hawa lakini? I'm sorry. Amna, usijali. Nakuelewa. Naelewa unavyojisikia pia. Kwa hiyo sikiliza sweetheart. Haina hata haja ya kupanic. Huyo mtoto bado mdogo. Si ndio kwanza ametoka kujifungua, sidhani hata kama wiki 2 au 3 zimepita. Kuumwa ni kawaida, yani ni kawaida sana. Sasa ninachotakiwa wao relax, warudi hospitali. Wao ndio watawapa maelekezo, wafanyeje, watampima vipimo vyao, kama yuko sawa watawaruhusu. Kuliko hata hizo njia ambazo wanaenda kuzitumia sasa hivi. Jaribu tu kuongea nao watakuelewa. Sawa. Yancho kwani. Nipe. Atakuona sawa. Huo ndo wanaume sasa. Nipe hiyo tamu nikupende wewe.